Habari, kwa majina naitwa Mr. Cloud. Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi ya Love is Evil Where Life is Real. So mtoto akawa anaongea na askari polisi wakati gari ambulance zikawa zimekuja pale kwa ajili ya kuchukua ile miili ya yule mwanamke, yule mwanaume na yule dereva. Then kuna maneno ambayo mtoto alikuwa akiyaongea. It was very emotional, it was very touching. Kuna maneno akawa anaongea, akawa anasema mimi ni mtoto pekee katika ile familia ya baba na mama ambao wamekwisha fariki. Tulikuwa tumeenda kwenye huo mkoa kwa sababu mzee alikuwa anaenda kufanya kazi fulani. By the way, mzee alikuwa ni fundi ujenzi, kwa hiyo kuna tenda, nadhani kuna deal alikuwa amelipata, alikuwa anaelezea mtoto kwamba kuna deal alikuwa amelipata kwenda kujenga kwenye huo mkoa. So kwa sababu ilikuwa ni hela nyingi kidogo, kwa hiyo ikabidi wachukue familia nzima waweze kuondoka waende kwenye huo mkoa. Lakini wakati wamefika kwenye ule mkoa, bahati mbaya yule mzee ambaye alikuwa amemuita huyu baba huyu mtoto aje afanye deal akawa amemkata out. So waliofika kwenye ule mkoa, ile deal ikawa tena haipo. So ikabidi mzee achanganye kitu pote nauli waweze kurudi tena mkoani alikokuwa ametokea. So ilikuwa ni kama safari ya kwenda na kurudi. Sasa wakati wanarudi ndio bahati mbaya ikawa imetokea ajali, baba mama akawa amefariki dunia. So mtoto akawa anazidi kuelezea, akawa anasema kwamba tukao tunarudi nyumbani kwa sababu baba alikuwa amesema kwamba huku imeshindikana, kwa inabidi turudi nyumbani tukaangalia maisha mengine. Na akawa anasema yeye katika familia yao hajawahi kuona ndugu wakija kuwasaidia, wakija kumsaidia baba, wala ndugu wa upande wa mama wakija kumsaidia mama. Kwa hiyo kwa picha hiyo iliyotengenezeka ni kama vile ile familia ilikuwa inajitegemea, inajiendesha yenyewe. Yaani ni familia ya baba, mama na mtoto. Sasa baba hayupo, mama hayupo, amebakia tu mtoto. Mtoto mdogo wa miaka 9, miaka 10. It was so touching. Anafanya nini? Atakula wapi? Atafanya kazi gani? Nani atampa hiyo kazi? Nani atamvalisha? Yaani maswali yalikuwa ni mengi sana. So tukawa tumekaa pale, tukawa tunasubiria. Tulipewa taarifa kwamba kuna gari nyingine inakuja kwa sababu ile ambayo tulikuwa tumepata nayo ajali ikawa imeharibika, ikawa haiwezi tena kutembea. Kwa hiyo tukaambiwa kwamba kuna gari nyingine inatoka inakuja kutuchukua pale. So wakati ile gari imekuja, polisi akatangazia kwamba jamani, gari imeshafika, tunaomba tuingie ndani kwa ajili ya kuendelea na safari. Kwa kweli kila mtu alikuwa ni anaogopa, yani ukikumbuka ile tukio la ajali lilivyotokea, then sasa hivi polisi anakuambia ingia kwenye gari tuweze kuendelea na safari. Kila mtu alikuwa na ile picha, ile mauaji na kila kitu kilivyotokea, akawa anaogopa. Lakini baadaye polisi wakatushauri, wakatuambia jamani, kila kitu kinatokea kwa sababu tunajua imetokea ajali, wengine mko na trauma, lakini tunaomba muendelee na safari. Lakini mtoto huyu ambaye wazazi wake wamekwisha fariki hataweza kuendelea na safari kwa sababu kuna taratibu nyingine za kisheria inabidi ziendelee. Sasa baada ya polisi kutushauri sana, tukakubali kuingia kwenye ile gari. So tulivyoingia mle ndani, tukakuta zile siti ambazo wale walikuwa wamefariki zikawa zimezungushiwa utepe. Zimezungushiwa utepe mwekundu, then zimewekewa maua. Sasa hiyo ndio ikawa nazidi kutia huzuni watu, yani mtu anaingia mle ndani anachukua leso anafuta. Kwa sababu ile siti ilikuwa karibu na mlangoni, so ukiingia ukiangalia it was painful, yani ilikuwa ni inaumiza sana. Mtu ambaye tulikuwa naye, tunatoka naye safari moja sehemu fulani tunaenda sehemu nyingine, tumefika katikati ya safari sio tuna mtu. So ilikuwa inaumiza sana, yani mtu anaingia kwenye gari unaenda kaa kwenye siti yako unaumia. Na polisi wakawa wametangaza kwamba kila mtu aenda kae kwenye siti ambayo ilikuwa imekaa mara ya kwanza. So it was very painful kuona zile siti mbili pale na nyuma pale hapana mtu. Itengeneza historia. So baada kila mtu kuingia ndani, kuna mchungaji mmoja kama amesimama pale akaanzisha maombi. Nilichokuwa nimekiona ile siku, kila mtu aliomba kwa kumaanisha. Yaani kila mtu aliingia kwenye maombi kwa kumaanisha. Nadhani tukiwa kwenye hata hali ya kawaida tu, ukiwa kwenye hali ya hatari au ukiwa kwenye hali ya huzuni sana, maombi yako yani yanafanyika au dua yako inafanyika kwa yani inakuwa ni dua ya kweli. So nadhani siku ile kila mtu alifanya dua
Yaani kila mtu uko ukimwona hivi, mwingine anaomba dua mpaka machozi yanatoka, nasema haya kweli leo haya ni maombi. Kwa kweli Mungu siku ile alionekana Mungu. Ya kweli dua zilifanyika. So baada ya pale, baada ya kufanya ile maombi, tukapiga pia na dua na shehe mmoja. Then baada ya hapo safari ikawa inaendelea. Ni huzuni kuona kwamba unatoka safari, mnamwacha mtoto pale nje kwa na polisi, hajui anaelekea wapi, hajui atakula nini, na sijui hata kama yani maswali mengi yalikuwepo kichwani. So tukawa tumeanza safari, tunaelekea kwenye ule mkoa ambako tulikuwa tunaelekea. Wakati tupo katikati ya safari, sasa tunaelekea kwenye ule mkoa,